Yako maswali mengi naulizwa juu ya mnaacha wote, mnasajili wote, mnawaacha wale wale. Naomba nitoe ufafanuzi kwenye hili jambo. Timu yoyote ile iwe dirisha kubwa au dirisha dogo la usajili, lazima ifanye usajili kama inaona kuna mapungufu katika timu hiyo au kulingana na mashindano ambayo timu hiyo inaenda kushiriki. Nasema haya kwa maana ya kwamba timu hii msimu uliopita tulikuwa championship, lakini tulisajili dirisha kubwa na dirisha dogo tulisajili. Msimu huu dirisha kubwa lake tulisajili, lakini dirisha dogo pia tulisajili. Na mnakumbuka tulizungumza hapa na niliwaambia wachezaji ambao tuliwaacha, na niliozungumza pia wachezaji ambao tumewaleta kwenye kundi. Lakini tunapoenda ligi kuu pia wako ambao watabaki na wako ambao hatutaenda nao. Ni utaratibu wa kawaida kabisa kwenye timu za mpira, kwa sababu lengo letu ni kuona ni timu gani tunaweza tukaenda nayo ya kuleta ushindani. Ambacho kikubwa tunakizingatia, tutamsajili mchezaji kutokana na uwezo wake na falsafa ya Mbeya City. Hilo ndio muhimu. Na kwa kila mchezaji ambaye anakuja Mbeya City ajue Mbeya City tuna utaratibu wetu, tuna falsafa zetu na tuna malengo yetu. Na sasa hivi baada ya kurudi ligi kuu, lengo kuu la kwanza ni kuhakikisha kwamba timu hii haisogei kwenye hatari za kushuka. Sio haishuki tu, haisogei kwenye hatari za kushuka. Sasa ili kuwa na hayo, ni lazima uwe na wachezaji wazuri. Ni lazima uwe na benchi nzuri la ufundi. Lakini lazima uwe na management nzuri. Lazima uwe na bodi nzuri. Lazima uwe na hamasa kubwa ya mashabiki ambao wanakupa pressure uwanjani. Timu bila mashabiki wa kutoa pressure, hiyo sio timu. Nilizungumza na nyinyi mwanzoni kabisa. Nikawaambia nitahakikisha naongeza ushirikiano mkubwa na mashabiki ili watoe mshikamano mkubwa na pressure kubwa kwetu sisi kama viongozi. Na hayo ndio yatakuwa mafanikio yetu. Lakini ukikaa kwenye timu alafu hakuna pressure za nje, ni changamoto. Kuna vitu unaweza ukakosea ukajiona uko sawa, lakini unapokuwa na pressure za nje kila wakati unawaza kutoa kile ambacho kinatakiwa kwa wale ambao unaendelea kuwaongoza. Kwa hiyo sisi kama management na bodi ya Mbeya City FC tumeshajipanga vilivyo kuhakikisha kwamba timu yetu inakuwa yenye ushindani, timu inakuwa bora na itakayokuja kuleta ushindano mkubwa huko ligi kuu tunakoenda. Sasa jambo lingine ambalo watu wengi wameuliza kwamba bana, tumemaliza ligi. Sasa vipi jambo la sherehe hili? Tunafanyaje? Tunajipongeza vipi? Jambo hili liko katika picha za aina mbili. Jambo la kwanza, wako wadau ambao wameamua kupongeza timu ya Mbeya City kwa kupanda ligi kuu. Na wadau hao wanaongozwa na City Pub. Na kwa hali hiyo, siku ya tarehe 31 ya mwezi huu wa 5 tutakuwa na tukio kubwa pale City Pub la kuipongeza Mbeya City FC. Kutakuwa na wasanii pale City Pub ambao wanakuja kutumbuiza kuhakikisha kwamba sherehe ile inakuwa nzuri. Lakini pia tutaangalia pia na mechi ya finali ya UEFA pale. Lakini wakati huo kuna mashindano ya vyuo yatafanyika yanayoitwa Ongera Mbeya City, ambayo yenyewe yataanzia tarehe 29 na kumalizika tarehe 31. Tarehe 29 kutakuwa na mechi za vyuo vinne, kwa maana ya KUOM, CBE, TIA. Wao watacheza pale, lakini vyuo hivyo vina timu za watoto wa kike. Mechi zao zitachezwa tarehe 30, ili tarehe 31 zitakuwa ni finali kati ya wale ambao wataingia finali kwenye hizo timu. Na baada ya finali hizo, sasa mchana na kufikia jioni, kuanzia saa 12 jioni pale City Pub patakuwa tayari maandalizi yametimia
kwa ajili ya tuzo zao, zawadi zao na pongezi kwa viongozi, wachezaji ambao watakuwa wanawakilishwa na captain wa timu ambaye ni Ambokile Eliudi. Kwa hiyo wote hawa watakuwa pale, lakini pia wako wadau mbalimbali waliofikisha mafanikio haya watapewa pongezi na zawadi zao pale. Kwa hilo na lenyewe litafanyika. Lakini jambo lingine linafanywa na mashabiki wa Mbeya City ambao wao tamasha na sherehe yao wataifanya siku ya tarehe 14 ya mwezi wa 6, itafanyikia kule kwenye pwani ya Kyela Matema. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo wote tunakaribishwa. Kwa hiyo naanza kuwakaribisha tarehe 31 wote, lakini nawakaribisha pia tarehe 14 tujumuike wote kule Kyela Matema tuweze kufurahi. Jambo la kupandisha timu si jambo dogo.